Leo hii nataka ni kufundishe tabia ambazo unatakiwa kuwa nazo kama unataka kupona pressure kwa njia za siri pasipo kutumia kidonge cha hospitali. Nimekuandalia tabia 7 ambazo watu wengi waliopona pressure pasipo kutumia kidonge cha hospitali wametumia njia hizi. Kwa na mimi nimekuwa nikizitumia kwa watu wengine zaidi na wamepata uponyaji bila kutumia kidonge cha hospitali. Kwa hiyo nisikilize kwa makini. Tabia ya kwanza ni tengeneza tabia ya kula mara moja au mara mbili kwa siku. Tengeneza tabia ya kula mara moja au mara mbili kwa siku. Hii itakusaidia kupunguza msukumo wa insulini mwilini, maana yake hakutakuwepo na insulin spikes. Ile kitendo cha insulin kupanda kushuka, kupanda kushuka itapungua kabisa. Lakini pia itasaidia kupunguza mzigo wa moyo kusukuma damu ama mzigo wa moyo kufanya kazi. Kwa hiyo utakuwa ni kama umetua mzigo mkubwa ama umeurahisishia moyo kufanya kazi vizuri. Lakini pia usaidia mwili kuingia kwenye kitu kinaitwa autophagy. Inasaidia mwili kuingia kwenye autophagy. Ukipunguza idadi ya milo ukala mara moja au mara mbili kwa siku, mwili unaanza kuingia katika mekanizmu ya kujisafisha wenyewe. Autophagy ni kitendo cha mwili kuondoa seli zilizoharibika ndani ya mwili na kutengeneza seli mpya. Kwa hiyo hii ni tabia namba 1 ambayo unatakiwa uidevelop. Tenga muda wako wa kula uwe ni kati ya saa 6 au saa 7 mchana, kati ya saa 6 na saa 7 mchana. Hiyo ndio iwe breakfast yako. Alafu mlo mwingine wa pili uwe kati ya saa 12 na saa 1 jioni. Hapo ni kwa wewe uliyechagua kula mara mbili kwa siku. Lakini kwa yule aliyechagua kula mara moja kwa siku, mlo wake uwe ni kati ya saa 11, 12, saa 1 jioni. Hii itakusaidia sana kurekebisha mwili. Mwili wako utaingia katika matengenezo. Hiyo ni tabia ya kwanza. Tabia ya pili ni acha kula vyakula vya wanga na sukari. Acha kula vyakula vya wanga na sukari. Hapa tunazungumzia wali, tunazungumzia ugali, tunazungumzia mkate, tunazungumzia soda, tunazungumzia juisi, tunazungumzia vyakula vyote vile ambavyo ni vya wanga lakini pia vina sukari ndani mwake. Acha kula hivyo vyakula, kwa sababu sukari huwa inaongeza vyakula vya wanga na sukari huwa vinaongeza sukari kwenye mwili, lakini pia huwa vinasababisha inflammations, uvimbe kwenye mwili, lakini pia huwa vinasababisha insulin spikes. Kwa hiyo vitaongeza insulini kwenye mwili, ambayo hivi vitu vyote ndo chanzo kikubwa cha pressure, chanzo kikubwa cha sukari, chanzo kikubwa cha magonjwa ya moyo, chanzo kikubwa cha magonjwa ya uzito mkubwa. Kwa hiyo acha kula vyakula vya wanga na sukari. Tengeneza hiyo tabia iwe tabia yako. Lakini tabia ya tatu ni kula protini halisi na mafuta mazuri. Kula protini halisi na mafuta mazuri. Kula nyama halisi. Tunasema nyama halisi za wanyama wa kienyeji, kama ni ng'ombe wa kienyeji, mbuzi wa kienyeji. Kula nyama halisi, kula mayai, kula samaki, kula dagaa, itakusaidia sana. Lakini pia kula mafuta mazuri, ama andaa chakula chako kwa kutumia mafuta mazuri. Hapa nazungumzia mafuta ya nazi, mafuta ya mzeituni, mafuta ya mawese. Haya ni mafuta mazuri, yanauchochea mwili kuingia kwenye ketosis. Yanauchochea mwili kuingia kwenye ketosis, na ketosis ndo uponyaji unavyoanza. Lakini pia kula mafuta na protini yanasaidia
uvimbe ulioko kwenye mwili au majeraha yaliyoko kwenye mishipa ya damu yaweze kutoweka kabisa. Kwa hiyo mwili unarudi katika hali yake ya kawaida, mishipa ya damu inarudi katika hali yake ya kawaida, uvimbe ulioko kwenye mishipa ya damu, mafuta yaliyozunguka mishipa ya damu yote yanatoweka. Kwa hiyo mwili unarudi katika hali yake ya kawaida na pressure inashuka. Kwa hiyo ni tabia namba 3 ambayo unatakiwa uidevelop. Kula vyakula vya mafuta kwa wingi, kula vyakula vya protini kwa wingi. Na mimi huwa nashauri kwenye mlo wako usikose parachichi. Parachichi ina mafuta ya kutosha. Usikose parachichi au usikose mayai ya kienyeji. Tabia namba 4, kunywa maji safi ya kutosha kila siku. Hapa tunasema angalau lita 2 mpaka 3. Maji huwa yanasaidia kupunguza msongamano wa damu na kuboresha mzunguko wa damu. Kunywa maji ya kutosha. Na kama uko kwenye unakula mara 1 au mara 2 kwa siku, weka utaratibu wa kunywa maji ya chumvi ya mawe asubuhi unapoamka. Itakusaidia sana. Tabia namba 5, tembea dakika 30 kila siku. Fanya mazoezi ya kutembea kila siku. Jipe tu muda. Jipe muda dakika 30 kila siku. Itakusaidia sana. Huwa inashusha msongo wa mawazo, lakini inashusha pressure, na stabilize sukari. Kwa hiyo inaleta utulivu ndani ya mwili. Kwa hiyo fanya hayo mazoezi. Na tabia namba 6, punguza stress na msongo wa mawazo. Tafuta namna ya kupunguza stress na msongo wa mawazo, ambapo hapo unaweza ukatumia sala, ukatafakari, ukafanya maombi. Yote yanakuletea utulivu wa ndani na mwisho wa siku stress zinapungua. Na mimi huwa na kanuni moja ya kupunguza stress. Ukiona una stress, labda kuna jambo fulani limekufanya uwe na stress, basi nenda ukae na watu ambao wana matatizo zaidi yako, hiyo stress itaisha. Yaani utajiona wewe kumbe hauna changamoto. Kuna watu wana changamoto zaidi yako na bado wana furaha. Kwa hiyo tafuta namna ya kupunguza stress. Lakini pia tumia virutubisho sahihi na vya asili. Usikwepe kutumia, usione ni ajabu kutumia dawa zetu za asili. Wazee wetu wamekuwa wakitumia mizizi kujitibia. Kwa hiyo tumia tiba zetu za asili. Tafuta virutubisho ambavyo viko vizuri, vimethibitishwa na mamlaka za kiserikali, vyenye ubora wa hali ya juu, kukusaidia wewe kuwa vizuri kabisa. Na sisi tunashauri tumia kirutubisho kinachoitwa Stamo BP Control. Kimethibitishwa kuwa na virutubisho vingi vyenye uwezo wa kusafisha mishipa ya damu, kuregulate sukari, kuregulate pressure, kuimarisha afya ya moyo, afya ya kongosho. Kwa hiyo tumia hivyo virutubisho, vitakusaidia. Kwa hiyo hizi ndo tabia ambazo unatakiwa kuzidevelop. Kama utahitaji msaada zaidi, niandikie hapa kwenye comment section ama nipigie simu, nitakusaidia. Ila usisahau kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo pale tunapo upload video nyingine.